Cha kwanza una hela. Cha pili hivi nani atakupata wewe? Sasa ngoja nikwambieni matatizo tu ya ukoo. Ngoja mimi nikwambie. Mimi sina pesa. Umesema vizuri lakini na muonekano na elimu. Elimu ndio imeniweka humu hadi nimepata ajira humu. Wenye elimu ambao walikuwa wanavipana ni zamani, sio kipindi hiki. Miaka 1970. Sasa ngoja nikwambie mwenye mshahara mkubwa nani humu ndani? Sasa unaona sasa ulichokifanya? Chakula sasa kwa ajili ya ujinga wako. Yaani mimi nashika sahani na wewe unaenda kushika sahani. Aliyeshikia sahani nani? Mimi. Na alianzisha tukio nani? Sasa nani kaanzisha tukio? Mimi nimeona mdada wa kazi analeta chakula nikashika sahani. Wewe umekuja kunishikilia. Na mbuzi nani? Si wewe ndio umeshika sahani. Chanzo ni nani kama sio wewe? Ni wewe. Alafu unajua unazingua aanze shika ule sasa. Unakera bwana. Dada samani. Nakupenda Bwana wangu Yesu, nimeamua nimwamini Mungu tu. Mimi nimeamua mimi nimwamini Mungu tu. Ndani ya moyo wangu ananipenda, rafiki wa kweli ananipenda. Shoma. Maraba. Mimi naenda kanisani. Kwa kanisani utakuwa wewe? Tazame mchawi huyu. Unajifunza kuanga kusali. Maneno ya watu yalinifanya nikate tamaa, nikashindwa kuendelea. Wai basi tunachelewa, muda si ndio huu? Fanya haraka na kusubiri. Na sasa yani wewe unasahau kama mama yako. Wazee wengine bwana. Umerejesha kilichopotea ndani ya moyo wangu. Mdoto unawaza ujinga tu. Ndio maana analala sana. Sikia. Unasikia? Nyie hamna uwezo wa kufunga sasa. Mbona tumewafunga jana? Sasa mdogo. Na mna makelele. Alafu nisimependeza. Asante. Sasa. Asalamu alaykum. Sisi tunatoka. Sawa. Asalamu alaykum. Una kila sababu ya kuabudiwa, una kila sababu ya kupewa sifa, tena unastahili sifa za moyo, unastahili sifa za moyo, wewe uliye mwanzo tena mwisho. Loveness. Jo. Hawa ndio watumishi wa Mungu kutoka kwenye kanisa la Rosari.
Mimi ni watumishi wa Mungu. Huyu anaitwa mchungaji Hakiki. Karibuni sana. Huyu anaitwa mchungaji Marejesho. Mama yuko ndani? Na mama yeye yupo. Wana shida na mama? Niwaambia kusalimia. Sasa ngoja niwaitie. Nikutukuze Bwana. Wewe Bwana umenipa neema yako. Karibuni. Asante sana. Habari yako mama? Salama. Mbona unaniuma? Sijisikii vizuri. Karibuni sana. Wewe acha nikusifu, acha nikuinue, inabidi ufanye maombi sana. Sawa sana. Sawa. Karibuni sana. Sawa. Ndo mnaondoka? Sasa. Fanya sana maombi. Hakuna mwingine kama Baba. hakuna mwingine kama wewe, hakuna mwingine kama Baba. Kaka. Naam. Vipi? Safi wewe. Kwema, naona unaenda kanisani? Sasa kaka, nilikuwa na shida nawe mara moja tu. Baadaye. Amna jambo lenyewe dogo tu, mara moja. Basi sawa. Nilikuwa tu nakwambia kuhusu yale maneno ya mama ya jana. Usiamini sana. Sawa. Sawa, samehe. Sasa Msamehe na James, wasamehe wote, maana najua unasali. Hata usijali. Sawa. Baadaye. Niombee? Sawa. Sawa. Now. Jo. Vipi ushavisha? Najisikia vibaya, hata kupiga pale nimechoka, nisaidie kwa basi hapo hapo. Nisaidie tu hapa ndio nacho ndani. Karibuni. Asante. Karibu sana. Asante sana. Karibuni. Asante. Habari hapa? Salama kabisa, karibu. Asante. Dadangu mkubwa yule pale. Sawa. Umekubali kuokoka. Ndio. Kumfuata Mungu. Ni jambo zuri sana. Ayubu 42 mstari wa 2. Neno linasema hivi: najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika. Kwamba katika haya maisha ambayo tunaoishi yako makusudi ya Mungu. Makusudi ya Mungu siku zote tuishi tukiwa na amani, tuishi tukiwa na furaha, tuishi tukiwa tuna baraka za Mungu peke yake. Hizo shida zote, hayo mambo mabaya yote ambayo yamewakuta, Mungu anayafuta na yaondoa
kama ambavyo mtumishi alivyoambia mwanzo kwamba kimkabidhi Mungu maisha yenu, shida zote zinaondoka, zinakuja majira za raha. Swala la ibada kwenu liwe namba moja, mlipe kipaumbele zaidi, kwa sababu pasipo ibada, pasipo Mungu, hamna kitu chochote kinafanyika kwenye maisha haya sasa. Na wanapompokea Kristo, mambo mabaya yanafutwa yote. Asante sana mtumishi wa Mungu. Inatokea mambo mazuri pekee yake kwenye familia. Kwa karibuni sana, na ni jambo jema tuweze kumshukuru Mungu. Kila dakika uko nami, kila wakati uko nami, waniongoza Bwana. Kila wakati uko nami, kila dakika uko nami, kila wakati uko nami, waniongoza Bwana. Kila wakati